Tuko studio Mambas 24 Studios hapa kwa Uncle Dudubaya Konki Master. Oil chafu bwana amepoa vilivyo, tukasema tuje bwana Bahari Beach kutuzungumze naye maili matatu. Tunajua bwana industry sasa hivi inavyoendelea, na kuna habari ambazo tulizungumza naye juzi. Sasa leo tunataka atuambie tena kwa msisitizo zaidi. Naitwa Mr. Mame na hii ni Bongo 24, the house of all exclusive interviews. Keep on subscribe, like na comment. Uncle, assalamu alaikum. Alaikum salam, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwema. Karibu sana Mambas 24. Asante sana, umetulia, umepoa anko. Nimetulia. Mambas 24 hii ni eneo la Urusi. Putin ya Urusi haimwogopi yoyote. Urusi ni taifa ambalo alinyanyasi taifa lolote Afrika. Na ndio maana naipenda Urusi na nampenda Rais Putin. Vladimir Putin. Ndio maana mimi najiita Putin, kwa sababu sisi sio waonezi, sisi sio wanyanyasaji, sisi sio mazurumati. Mambas 24 ni jeshi ambalo liko chini ya Mwenyezi Mungu, na kila siku waga naambia hivyo, na ndio maana taifa la Urusi liko chini ya Mwenyezi Mungu. Nyoka. Tumenyoka. Karibu sana. Asante sana bwana anko. Bwana leo ameleta maili matatu hapa tuweze kuzungumza, na ikikupendeza bwana tuanze la mdogo wako kwenye industry Mario bwana. Mario, kwanza nianze kupongeza kwa sababu alianza kusema kwamba yeye ndo msanii ambaye mashabiki walimkubali atoe kazi kipindi hichi. Lakini Mario huyo kuna shabiki alimcomment kwa bwana, ukiachia ngoma atoendi sisi YouTube tutaishi hapa Insta. Akamjibu kwa bwana, huna ubavu huo. Baadaye akaachia ngoma inaitwa Olua. Sasa hivi ameibuka mengi mtandaoni, wanasema bwana Mario zile viewers kule YouTube ameboost. Kwa mujibu wa watu wanaojua, wanasema bwana ngoma inatakiwa na M kubwa, kwa ndio na M dogo mkubwa. Hapa kuna namna umechezesha hapa, ndio maana ulijiamini kutujibu kwamba hatuna ubavu huo Dudubaya. Unalionaje ile sakata la mdogo wako? Wasanii wengi wa Tanzania ndio maana waga nasema kila siku wanaishi fake life. Ni waongo. Yaani wasanii wa Tanzania wametawaliwa na uongo utosi mpaka unyayo. Kwa hiyo maisha yoyote ni uongo. Kwa hiyo ukiona hata mtu anaweka nyimbo kwenye YouTube, ukiona viewers milioni 1, jua pale kabusti. Sio kweli. Shanaelewa. Na ndio maana muziki wetu hauwezi kwenda kimataifa kwa tabia hiyo. Ndio maana wenzetu Nigeria, South Africa, wapi hawafanyi hivyo vitu. Wanafanya vitu vya ukweli, na ndio maana wanafanikiwa. Ukiangalia Afrobeat Nigeria imeiteka dunia, ukiangalia mapiano South Africa imeiteka dunia, kwa sababu wanafanya vitu ambavyo viko vya ukweli. Lakini sisi Tanzania yetu wasanii ni fake life. Mtu anaweka wimbo kwenye YouTube, anaongeza viewers yeye mwenyewe kwa kuboost wakati watu. Kwa hiyo alafu pia huwezi ukamwambia mshabiki una ubavu huo. Msanii bila shabiki you are nothing. Na ndio maana mimi maisha yangu yote toka nimeanza muziki, shabiki ndio tajiri yangu. Ndio anayeacha usingizi kuja kwenye show yangu. Ndio anaenda kununua kazi yangu. Ndio anayenishangilia hata nikipita sehemu yoyote. Kwa hiyo mimi kwa shabiki, mimi ni mfanya kazi, ila shabiki ndio bosi wangu. Kwa hiyo wasanii wengi wa Tanzania huo uelewa hawana, ni ulimbukeni wa umaarufu. Huwezi ukamwambia mshabiki una ubavuo. Na ndio maana hata nyenye mmeona ni ndogo, sio ile kubwa, kwa sababu hapo ni fake kubumba. Ndio maana wasanii nawaambia, mlicho ukifanya kwa Watanzania kwa watukana, hawawezi kuwasamehe, kwa sababu mpaka leo wanalilia mili ya ndugu zao, wanalilia damu za ndugu zao, alafu wewe unakuja kutukana. Sasa in short, andaa show sasa. Ushatoa ngoma. Umeshatoa ngoma, andaa show. Uone kama watu hawajapita mpaka na waya. Sio speaker tu, sio mixer. Watu watapita hadi na waya. Kwa hiyo wasanii nawaambia,
Yaani usisubutu sasa hivi hasira za Watanzania zilipo. Nilishasema wasanii wote mlio watukana wa Tanzania mchange bilioni, na huyu Majizo aliyekuwa anahusika na majukwaa na muziki kila sehemu, na nyinyi ndio mnaenda kuimba, atoe na washirika wake bilioni. Na mwanamke pekee taifa hili katika mawaziri naye muamini anaweza akapokea hizo bilioni 2 akapeleka kwa watoto yatima ni Dorothy Gwajima. Sababu Dorothy Gwajima, na ndio maana anaga jimbo, yeye waga anateuliwa alafu anakuwa waziri. Ni mama ambaye yuko active na raia, yani muda wote ana shanelewa, yuko connected na raia. Kwa hiyo hata hiyo bilioni 2 wa kugewa kuipelekwa kwa watoto yatima ni Dorothy Gwajima. Sio, umeelewa vizuri? Na nilisema Mwanza kuna vituo vya watoto yatima, lakini wewe Nandi utumwe uende na Dorothy Gwajima vituo hivi, alafu Msoma Mara na kwenye kuna vituo vingi vya watoto yatima, aende Mario apeleke vituo hivi. Mtwara Harmonize vituo vya watoto yatima viko vingi, aende na Dorothy Gwajima akatoe msaada vituo hivi katika hiyo bilioni 2 hiyo. Mbeya aende Leivani vituo hivi. Kwa hiyo wasanii mgawane, na mnatakiwa muongozane na Dorothy Gwajima, ndio mama naye muamini kwenye hili kwa ajili ya watoto yatima, kwa sababu wasanii hawawezi kwenda kuiomba msamaha kila familia. So umeelewa point? Watoto waliteseka sana, watoto hawakwenda shule, kina mama waliteseka, wako lockdown, na hata mke wako unakumbuka alikuwa lockdown, huyu mke wake unaelewa vizuri. Kwa hiyo waliteseka sana watoto na kina mama, na sisi Mambas 24 tupo kwa ajili ya kumlinda mwanamke na mtoto, na ndio maana hata Yesu Kristo alisema watoto wote njooni kwangu, mali yenu ni wingu. Mtume Muhammad aliwalinda vizuri wake zake wote. Wewe ni Muislamu ongo kweli? Na ndio maana hata Yesu Kristo wakati anateswa anapigwa mijeledi, mitume wake wote walimkimbia. Uongo kweli? Mitume wote walikimbia, mitume wake wote baada ya Yuda kumsaliti. Uongo kweli? Waliokuwa pembeni wakati Yesu anapigwa mijeledi mpaka anatundikwa msalabani ni nani? Sio wanawake kina Maria Magdalena. Uongo kweli? Na Yesu alivyokufa kashushwa msalabani kapelekwa kule kwenye ile kaburi, kesho wanawake ndio walioenda kwenda kumpaka mafuta Yesu, kwa maana kwamba wewe sasa hivi ukifariki, si unataka kuzikwa, si lazima uogeshwe, si ndio? Uvalishwe labda nguo. Nyi Waislamu amzikwi na sanda, nyinyi ni nani? Na jeneza. Sisi wa Kristo jeneza. Kama hata una suti unavalishwa, unapigwa perfume yako vizuri ndio unawekwa. Nyinyi Waislamu mnazikwa sanda. Yes, shana vizuri. Kwa hiyo ni nani walioenda kwenye kaburi ya Yesu Kristo? Sio wanawake kina Maria Magdalena. Kwa hiyo mwanamke na mtoto ni lazima walindwe, ndio kazi ya Mambas 24. Hatupo kuona mwanamke ananyanyasika, mtoto ananyanyasika. Kwa hiyo sasa kazi yenu nyinyi wasanii, vituo vya watoto yatima unajua vinategemea msaada, sawa, kwa watu. Hata hapa Bahari Beach kuna vituo kibao tu, kununio wapi watoto yatima waende viwili. Yes. Kwa hiyo walikosa msaada wakati wa hizi vurugu zote. Je, huyu mlezi watoto yatima aliwalisha nini wale watoto yatima? Alafu nyinyi mmeshalipa hela, mmekaa ndani, alafu unakuja kutukana wananchi. Haipo hiyo. Kwa hiyo narudia tena, wasanii wote mchange bilioni. Huyu Majizo na washirika wake, kwa sababu hayo mambo ya mziki na majukwaa hayuko peke yake yule. Na washirika zake na ninawajua, ila tu hapa namtaja yeye, na yeye bilioni 1 ndio ziwe hizi
alafu akukabidhiwa ni Waziri Dorothy Gwajima. Alafu kila msanii kama anasema Rayvanny ni mbea, vituo viwili vya watoto yatima kwenda kuwashika mkono na kuwaomba msamaha, sio kuwapeleka, yani kuwaomba msamaha watoto, waongozana na Dorothy Gwajima. Yeah. Nafikiri mkubwa bwana, mama yetu atakuwa amelisikia vema Dorothy Gwajima pamoja na hao wasanii. Umeusikiza wimbo mpya ni wa Mitego? Yeah, nimeusikiliza vizuri. Upokeaje wale? Mara amesisitiza kwamba bwana, wasanii mlituambia tufanye kazi, tunafanya kazi sasa hivi, atusikilize ngoma zenu tena mnalalamika. Na ndio maana nikwambia kitu kimoja, Nay wa Mitego uwezo ukasikia akapiga show Marekani, sijui Ulaya, sijui wapi. Ulishai kusikia? Hapana. Yeye show zake ni hapa hapa Tanzania na anapata hela. Shanaelewa vizuri. Na ni kwa nini haendi Marekani, Ulaya? Kwa sababu hao wasanii wengi wanapelekwa Marekani, Ulaya kwa vitu haramu. Sio show tu, vitu haramu. Jingo unaweza ukashangaa liko Spain kule, kumbe limeenda, alafu limesema nimekuja kupiga show. Lingine liko Marekani, liko Uingereza, linaangalia mpira wa Manchester. Kumbe limeenda. Kwa sisi, mimi na Nay wa Mitego hatuko kwenye huo mfumo. Na ukiona msanii aendiendi sana kule, jua hayuko kwenye mfumo, kwenye vitu haramu. Na kwa nyimbo ya Nay wa Mitego nimependa, niongea hata juzi kwamba Nay wa Mitego mbona usikii kaenda Ulaya, kaenda wapi? Kwa sababu yuko kwenye msimamo. Na unaweza ukaishi better life kwenye mziki kwa show za hapa hapa Tanzania. Nenda Simiyu, nenda Shinyanga, nenda Kagera, Bukoba, nenda Mpanda, unapata hela na unaishi vizuri tu. Sasa hawa wanaojifanya international, sasa hiyo international ndio wanakutana na kina P Diddy. Na ndio maana nishai kuambia kipindi cha sakata la P Diddy, sikuambia kwamba P Diddy lazima afungwe. Na tulituambia yes. Sikusema hivyo. Kwa ushenzi aliofanya kwa kina Diamond mpaka kina Burna Boy, uongo kweli? Na wasanii wengine wa pale Marekani, uongo kweli? Juzi hapa naangalia hivi sasa hivi unakaona ka Justin Bieber kama keu. Kweli unaangalia kama haiko sawa kabisa. Haiko sawa. Umeelewa? Kuna nyimbo yake moja inaitwa jina nimesojana tu hapo, nimekana naangalia kamevaa pants hivi na t-shirt nyeusi, alafu kamenyoa kipala. Kasema dogo amekuwa chizi, sababu kwa vitendo alivyofanywa na P Diddy. Changanyikiwa. Mtoto wa kiume, lile ni tukio lenye maumivu makali. Tukio fulani zito sana. Hilo tukio lazima uwe, ndio maana wakina Diamond hawa wanatukana mashabiki kwa sababu walishakuwa wehu. Lile tukio sio la kawaida, ni tukio zito na lenye maumivu makali. Ni majuto sana. Watanzania wote fuatilieni sasa hivi Justin Bieber. Unamwona hata ukimwona yuko sehemu kama hayuko sawa, toka P Diddy alipomfanyia Diamond alichofanyiwa. Hata nani huyu wa Marekani Meek Mill alilia, alisema mimi nilienda kwa P Diddy nilikuwa sijui. Uongo kweli? Jamaa kanifanya hivi na hivi na hivi kwa sababu nilikuwa sina hela, nataka nitoke kwenye muziki. Tulia, muziki uko hapa. Senti peke yake ndo alipona. 50 Cent kakutana P Diddy. P Diddy akamwambia I wanna take you shopping. Shanaelewa? Yanataka nikupeleke shopping. 50 Cent akamwambia unipeleke mimi shopping? Kuninunulia nguo mimi? Na ndio wana 50 ampendi P Diddy.
Shana vizuri. Kwa hiyo tunachokizungumzia hapa, hawa wasanii, turudi kwenye point ya bilioni. Majizo na washirika wako, na ninawajua wote kwa sababu jukwaa na muziki, kama kampeni zilikuwa mkoa wa Simiyu, unaelewa mkoa wa Simiyu, yani kwa maana ya Bariadi, kesho yake kuna jukwaa na muziki umefungwa Mwanza. Kwa hiyo lilikuwa sio jukwaa, sababu mgombea anatoka mkoa huu mkoa mwingine. Kwa hiyo amwezi ashuke, kampeni zinaisha saa 12 jioni, alafu kesho msafiri kwenda kufunga jukwaa na muziki mkoa mwingine. Kwa hiyo ile kamati ya kina Majizo ya muziki na majukwaa, ushanaelewa vizuri. Kwa hiyo yeye Majizo bilioni 1, wasanii bilioni 1, alafu amkabidhi mama yetu au dada yetu, wewe ni mamako Dorothy, na wewe ni mamako, mimi yule dadangu Dorothy Gwajima, ili muende kuwapigia magoti, sio kupeleka, kuwapigia magoti watoto yatima. Yes. Ambacho nashangazwa anko bwana, na nimegundua kina usirias zaidi, mwezi wa 12 unakuwa mwezi fulani hivi, mapati mengi, sherehe nyingi, shows nyingi za nani wasanii. Kipindi kama hicho washaandaa tarehe, sio msanii fulani anapiga tarehe fulani, msanii fulani. Kimya Disemba hii, nakwambia hawezi kufanya. Kwa mfano Majizo, yeye tamasha lake si ni muziki mnene, na hii si mwezi wa 12. Andaa uone watu watatoka na waya, sio tu jukwaa, sio muziki, sio nini, watu wanatoka mpaka na waya. Hawataki kabisa wananchi, shanaelewa. Ndio maana hii Disemba utaona show. Na hawa madogo, naambia nyi wasanii wa Tanzania, sio wale wa Tanzania wa zamani. Hata jana mimi nilikuwa nimekaa na watu hapa juu hapa, wanasema wa Tanzania sasa hivi sio wajinga babu, wa Tanzania wanajua kila kitu. Ndio maana anko mimi waga nasema Tanzania sasa hivi sio kijiji, Tanzania ni kiganja. Kila mtu ana simu na anajua haki zake, na Mtanzania sasa hivi haogopi. Sasa hivi kinanuka. Usijifanye hata kama una cheo kamdharau Mtanzania, atakuchota kama njiwa, sio? Unanielewa? Na ndio maana hili taifa ilifikia hatua ya wa viongozi kujitambua kwamba sisi ni wafanyakazi wa wananchi, sio wewe bosi wa wananchi. Hicho ndio kinacholeta shida. Mnatembelea ma V8, hayo ma V8 si ni kodi za wananchi? Hayo manyumba mnayokaa ya serikali si ni kodi zetu sisi? Sasa kama unakaa kwenye nyumba ambayo ni kodi yangu mimi, nani ni bosi? Mwananchi. Si mwananchi ndio bosi? Kwa ndio maana naambia gatawa hapo, usifikie hatua sasa hivi unamfuata tu raia wetu, unampiga tu atulikiwa na cheo eti lenyewe ndio bosi, wakati mafuta unaotembelea kwenye hilo gari ni kodi yetu sisi. Hilo gari ni kodi yetu sisi. Nyumba unayokaa kodi yetu sisi. Mshahara unaopata ni kodi yetu sisi. Wewe ni mbunge, mimi ndo nimeenda kukupigia kula ili ukaniwakilisha, uletee maendeleo. Alafu miaka 10-20 umekaa unaniambia mimi ndio mbunge. Ndio maana wananchi sasa hivi wamecharuka. Na nyinyi wasanii, narudia kuambia, yani kwa sasa hivi mmeshapotea. Mmeshapotea sababu Watanzania sasa hivi sio wajinga tena, na Watanzania wana maumivu. Uongo kweli? Yes. Nafikiri ujumbe umefika. Nimeona kuna show ya Jux Nigeria. Jux kule ni kwa wakwe zake kule na kwa mashemeji zake pia, kwa sababu ameoa Nigeria, lakini amepata tagi kubwa kutoka kwa bwana Simba Platnumz pamoja na Jaiva, wameenda kwa ajili ya kumpa support. Nimejaribu kufuatilia, kuna baadhi ya kundi ambalo wame appreciate kwamba labda ushikaji wao umewafanya wameenda kusapotiana kwa Nigeria, lakini kuna kundi la pili wanasema ameenda kutafuta upepo Nigeria, tafuteni huko msije. Yani sasa hivi Jux hawezi kufanya show hapa. Ndio maana hata duka lake lilichoma moto.
Kwa nafikiri yeye na mke wake yani nafikiri sasa hivi Jux na mke wake hawezi kuishi hapa na mtoto wao, lazima watakuwa wapi? Nigeria. Ushanielewa? Sababu hao wasanii sasa hivi hata kutembea tu mtaani hawako salama, kutembea tu mtaani hawako salama. Kwa hiyo ukikuta East Africa yote Diamond hawezi hata kwenda Kenya, kwenda wapi kupiga show, sababu kila raia East Africa ana machungu na hilo. Kwa ndio maana wamekimbilia kule. Ushanielewa? Kwa hiyo waendelee kutafuta kule, lakini kwa East Africa hii kuanzia Kenya, Burundi, Rwanda na wapi hawana pumzi tena. Nataka kuniambia kwa msanii ambaye hatapata show ya nje kipindi hichi, njaa itamuua. Yeah, ni lazima, kwa sababu walilipwa pesa, hizo hela zitaisha tu. Na hili swala haliwezi kuisha, kwa sababu hata wakisema waende Marekani sasa hivi, kwa sababu hawa wasanii wa Tanzania wasikudanganya kitu chochote, wakienda Marekani wanaoingia kwenye show ni watu weusi ambao ni wa East Africa. Kienda Uingereza, Ujerumani, wapi ni wa East Africa, sio wazungu. Sasa kama ngoma mpaka kule watu weusi waliotoka East Africa wana mind, utaandaa show Uingereza watu waje? Utaandaa show Marekani watu waje? Kwa hiyo kosa kubwa ni kumtukana Mtanzania afanye kazi. Angu umetoka nyumbani mpaka umekuja kwangu hapo, wewe ufanye kazi kazini? Bamedia afanye kazi, muuza chips afanye kazi, anafanya kazi huko anasikiliza na kazi. Yes, nani boda afanye kazi, bajaji afanye kazi. Kwa nyinyi ndio mnafanya kazi. Sasa kazi kaitafuteni huko, na sisi tuacheni wa Tanzania na kazi zetu. Sababu hata mimi nimekaa hapa, hii ni studio, ndio maana naongea na Bongo 24, niko kazini. Kila mtu anafanya kazi, ndio kama nyimbo ya Nay wa Mitego mlisema tufanye, sasa tunafanya kazi. Yes. Niko upande wako pia kwenye hilo swala la kufanya kazi. Nimepata taarifa za ndani